Hello mwana mzengo wa kijiwe cha babake Aviga. Mimi ni babake na Aviga na hapa ni kijiwe cha baba Aviga. Ni siku nyingine tena kwako mwanafamilia wa kijiwe cha baba Aviga kukuletea jambo jingine kwa habari ya uzoefu wangu wa kazi na maisha yetu ya kila siku. Leo nitakuwa tena na wanataaluma wenzangu, madereva wenzangu. Nitaka kushare na nyinyi jambo moja, kama utaliona linafaa nao unaweza ukalifanya kwa ajili ya kuboresha kazi yako. Nataka kusema na wewe kitu kimoja, dereva mwenzangu, nacho ni kuhusiana na namna gani unaweza ukaweka mahusiano na watu wengine katika shughuli zetu hizi za udereva za kila siku. Na watu hao si lazima wawe madereva wenzako tu, bali hata watu wengine maadamu unakutana nao kila siku katika kazi hii ya udereva. Kwa jitahidi kuweka mahusiano mazuri na hawa watu, kwa sababu huwezi kujua ni wapi na lini watakusaidia, na kuna muda hawawezi kukusaidia wao, lakini Mungu atakulinda wewe kwa vile ulivyofanya na hao watu wengine ulivyowatendea mema. Kwanza tutendeane wema sisi kwa sisi, lakini nje na sisi basi kuna watu wengine ambao inabidi tukiwatendea wema hao tunaboresha kazi yetu hii ya kila siku. Kipindi sijaingia kwenye taaluma ya udereva, nilikuwa nikisafiri kwenye mabasi na watu nilikuwa nakuta njiani, labda wameharibikiwa na gari, alafu wameshika kopo tupu la maji, wananyoshea ile gari yetu inayopita, wanamnyoshea dereva, lakini na abiria wananyosha ile kopo tupu la maji, au wengine wanaonyesha ishara ya kiu cha maji. Nilikuwa nashindwa nilikuwa kile kitu kinanitafakarisha kwamba okay, kwa inamaanisha hawa watu wanaamini kwamba kwenye gari tutapata msaada. Na nilichokuwa napenda zaidi, yani kwenye gari mle haumpi maji mapya ambayo yamefunga, kisha tumia yale maji unawarushia jamaa, hata wajali kwamba yale maji yalikuwa mtu wanayataka, wanakunywa na wanagombaniana, kwa sababu kwenye shida mtu anahitaji chochote kimsaidie wakati huo. Nilipokuja kwa dereva niligundua kwamba kumbe barabarani wale madereva wa mabasi walikuwa wanarusha yale maji. Nikagundua kwa barabarani kunahitaji mahusiano mengine mbali na vile unavyoweza wewe ukajua. Yani unapokuwa unaingia barabarani, jiandae kwamba kuna watu unaweza kukutana nao barabarani wakahitaji msaada wako. Ukipita pale, je, basi imepita haina maji yoyote, wale watu maji watafadhaika pale, watashindwa. Kwa nilijifunza hicho kitu. Ugumu unakuja tu kwamba wengine au madereva wengine unakuta ni madereva wanaendesha viongozi. Sasa ukiwa na kiongozi kuna mandate wewe ya kufanya kitu chochote, kwa nitapita tu nitaenda. Lakini kuna zile ruti dereva aidha unapeleka ni mzigo au unaenda kumfuata kiongozi, au ulimpeleka kiongozi unarudi ukiwa tupu. Nilijiwekea hivyo, ikiwa niko tupu kwenye gari yangu nitajipanga vizuri sana, nikijua kuna watu mbele watahitaji msaada wangu japo si wajua. Kwa hiyo nilikuwa na mfumo huo. Kuna siku nilitoka Dar es Salaam nikaratibu la safari yangu, narudi peke yangu, nikanunua maziwa robo lita, nauza 2000, nikanunua maziwa mengi tu, nikanunua kwenye gari, nikawa na maji, nikawa na viclips zile clips ndogo ndogo zile za viazi ziko kwenye gari. Sio kwamba narudi nazo mimi nyumbani, wala siji nazo nyumbani kwangu, ila nimesema hizi ni kwa ajili ya barabarani, sio kula mimi. Na mtu utamkuta barabarani atataka kumpa hiki. Kwa kweli nilikuwa barabarani narudi, kweli nikakutana na watu wanapiga vilaka, wanaziba wala gonga lami, wale jamaa choka kabisa, wanapiga kwa auka huko kwenye jua. Kuna niliokuwa naweza kusimama, nikawapa maziwa, nikawarushia katoni ya maji, wakaendelea, wakashukuru sana, nikaendelea. Nilipokuwa nashindwa kusimama kutokana na sheria eneo aliruhusu kusimama, basi nikaanza nikafungua kioo, nikachukua kopo za maziwa kwa namba niliowaona nayo, nikawarushia, wakachukua, wakayatumia. Walikuwa wanafurahi. Sasa ile watu wanapofurahi alafu wanapoona tena hawakujui, kwa utegemei kulipwa na wale, ila ile furaha yao najua haijalishi wataniombea au wataniombea haihusu. Najua Mungu anaona, wale ni watumishi wa Mungu. Kila chochote unachokiona ni kitumishi cha Mungu. Kwa Mungu ataona. Kuona huwa naamini safari yangu, yani wakifurahi wale nakutaka mimi ndo nafurahi kuliko wao. Yani wakipokea tu wakafurahi, mimi nakuwa na furaha kuliko wao. Kwa naamini nitasafiri salama,
utafika salama, hakutakuwa na ajali wala mikosi, kwa sababu nimetenda wema. Kwa hiyo nilikuwa nataka kukuconvince kwamba mbali na hivyo, unaposafiri hata sisi kwa sisi tu, unajua labda dereva anatoka Kyela huku Mbeya unaenda Mwanza, kuna vitu wewe huku Kyela kuvinunua ni rahisi sana. Yani labda unakuta debe la viazi unanunua 5,000, ila Mwanza linauza 15,000. Nenda na ile debe la viazi, ukifika Mwanza jiwekee tu kwamba dereva wa kwanza atakayekutana naye, tukasalimiana naye, tukatambulishana na hivi, tampa hivi viazi. Umjui, ila tukikutana tampa, atafurahi kwa sababu vile viazi kwake ananunua 20,000. Kwa hiyo hata umempa 5,000, kwa umempa thamani ya 20,000 na zaidi ya 20,000, maana hata vikuta viazi bora kama vile. Kwa kujifunze kuweka mahusiano hayo ya kujiunganisha na watu wengine ili uweze kupata baraka yako wewe binafsi. Lakini hata kwenye kazi zetu humu, kama kuna njia dereva huwa unapita kila siku, kuna watu wale kila siku huwa unawaona, fanya wale watu kwa ndugu zako, kwa sababu huwa unapita pale, huwezi kujua atakusaidia nini. Sasa kuto unapitaga kwenye kijiwe tu cha bodaboda, yani kila wewe asubuhi unavyoasha gari, labda unamfuata bosi, kuna kijiwe huwa unapita. Tafuta namna, kuna siku atasimama wale watu wasalimia, wape hata 10,000. Bodaboda wanafurahi sana, watakunywa soda pale, watacheka, watakuombea, watakutakia mema. Kuna siku watakukuta sehemu umepata tatizo, watasema brother anatusaidiaga. Kwa jiungamanishe mahusiano na watu wengine nje na hao wa kabila yako, sababu ndio watu unaokutana nao. Hata wasipokuombea wale bodaboda uliowapa ile 10,000 uliowapa kitu chochote, Mungu anakuwa ameona, kwa atakufanikisha katika shughuli zako. Kwa mbali na mambo mengine, yangu driver, weka ushirikiano na watu wengine. Funge sana vioo juu ambao wewe una uwezo wa kushusha kioo ukasalimia na ukawatendea wema watu. Hapa ni kijiwe cha Haviga. Mimi ndimi baba yake na Haviga. Wewe ni ndugu yangu, tunakutana hapa kijiweni. Asante kwa kunisikiliza, lakini usiache kushare, kulike na kucomment. Ili tuambie pia ni wema gani wewe unaufanya kujiunganisha na watu wengine barabarani. Asante, until next time. Good.